kama Boni Muithage na wimbo wake Mke Mwema, wimbo ambao unatufikisha dakika 13 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Kwingineko Marekani ya Kati ni saa 9 dakika 13, mji wa Wellington, Texas na maeneo ambayo ni karibu. Tunapoanza kipindi basi nilikuwa nishamkaribisha pastor, lakini tena nitamkaribisha tena kwa mara nyingine ili tuweze kuanza mazungumzo yetu pale, kwa kwamba nilimuanza tu na swali ile ambalo lilikuwa linaulizwa Saidi, je, ni kipi kile nafaa kuangalia katika huyu mtu ambaye, ama wakati nataka kuoa, ni kipi kile nafaa kuangalia kwa huyu mwanadada ama kwa huyu kaka ama huyu ndugu ambaye nataka kumuoa? Basi akazungumza, nikamkata, nikamueleza kwamba wakati ukifika basi nitakuwa nikimleta aweze kuzungumza rasmi pale. Na kuna fungu tutakuwa tunalisoma, lakini kwanza pastor nimpe nafasi atuamkue tena, kisha baadaye tutakuwa tunaendelea mbele. Pastor, karibu tena kwa mara ya pili. Asante sana chef. Nashukuru kwa siku ya leo kwamba Mungu ametujalia tena tuweze kuendelea na mafundisho yetu. Nashukuru kwa wale ambao wanatusikiliza, karibuni sana. Asante. Alright, basi kwa kile ambacho tulikiangazia wiki iliyopita, tuliangazia ni misingi gani ile ambayo huyu kijana anafaa kujipanga namna gani, na ni wakati upi ule ambako sasa atasema mimi nataka niwe na familia. Pastor katueleza kwamba huyu mtu awe kwamba amefika mwaka wa 3 katika chuo kikuu, basi pale ameanza kudate, ameona mtu pale, kisha baadaye akitamatisha masomo yake basi aweze kusaidiwa tu na wajungaji wake, kanisa lake pale, kwa minajili ya kumukuza, kumufunza yale ambayo anafaa kuyafanya akiwa kama kijana, na wakati atakuwa anaingia katika ndoa basi mambo yao yako sambamba kabisa. Lakini pastor, kabla tujaingia kwa yale mazungumzo ya leo hii, kuna swali hili na ni kama kwamba linawasumbua vijana wengi sana. Ni nini niangalie kwa huyu mtu ndiposa niseme sasa nimetosheka naye, anafaa kuwa bibi yangu ama anafaa kuwa bwanangu? Kwa sababu wengi tu, most of us youth, tunasema kwamba physical looks ndizo tunaenda nazo kwanza. Na hata ukiambiwa huyu mtu tabia yake si nzuri, hapana, unasema huyu ndiye nimependezwa naye kwa sababu either nikitoka kwa mkutano fulani nikiwa naye nitapewa sifa kwa sababu nilimchagua mrembo Saidi. Lakini upata kwamba maadili pale yameoza. Je, ni kipi kile ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na swali hili ambalo walikuwa wameniuliza awali pale? Ni kweli. Kwanza nafikiria Jeff, tumejaribu kusoma fungu fulani. Ndiyo. Katika Proverbs 18. Proverbs 18:22. Hebu tusome. Biblia inasema hivi pastor, katika Mithali ama Proverbs 18:22, apataye mke apata kitu chema, naye mke apata kitu chema. Naye ajipatia kibali kwa Bwana. Ni kweli. Ni kweli. Sijui kama vijana wananisikiliza. Biblia inasema kwamba ukipata mke mwema umepata kitu chema. Ndio. Msiniulize mbona Mungu hakusema kwamba mwenye amepata mume mwema amepata kitu chema. Hilo ni swali ambalo tutauliza Mungu. Lakini anasema kwamba mtu yeyote ambaye amempata mke mwema. Unaposikiliza Biblia inaposema mke mwema, inakupeleka kule Genesis, mahali ambapo Bwana alipomuumba Adamu. Ndiyo. Na Hawa. Maana wakati Adamu alipoumbwa, vitu vyote vingine viliumbwa. Ndiyo. Lakini akakuja kugundua yuko peke yake. Hawawezi kutembea na ng'ombe, hawawezi kutembea na mbuzi, hawawezi kutembea na paka. Although naona watu wengi sana wanatembeanga na paka, na especially western. Yeah. Watu wengi wakifuga paka anakuwa rafiki yao sana. Ama dogs. They are very good friends. Lakini Mungu hakutuumba hivyo. Alituumba na akatuumbia mtu ambaye tunatembea pamoja naye. Ndio maana wakati Adamu alipoumbiwa mwanamke alifurahi.
Mungu akasema amepata mtu ambaye watatembea pamoja na yeye. Na unaposoma Biblia ni kweli inasema yule mume alimsifu mke sana. Kwamba amepata mtu nyama kwa nyama zake, mifupa kwa mifupa yake. Basi Biblia inasema mwenye amepata mke amepata kitu chema. Sasa swali ni kwamba mke yupi huyu? Watu wote ni wake, lakini si wote wako sawa. Jamani, najua kwamba wale vijana mna date hapa, mtaniua leo. Ndio. Maana ukianza kufanya utafiti mtu ambaye mna date naye vizuri, unaweza kutupatia majibu. Ni kweli. Kwa kweli. Kama ni mtu ambaye amekupa wakati mwema, ambaye hana stress. Najua kuna chef mtu ambaye anayokuja katika maisha yako anayabadilisha. Maybe jinsi ulikuwa unafikiria, huyu mtu anapokuja anaweza kugeuza kufikiria kwako. Hujaigundua kwamba unaweza pata mke kama ulikuwa maskini sana, ukaanza kuwa tajiri. Ni kweli. Huyo ni mke mwema ambaye amekubadilisha. Ameanza kubadilisha, anabadilisha mawazo jinsi unavyofikiria. Ndio maana Mungu akasema mtu ambaye amepata mke mwema. Mke mwema lazima kuna vipengele fulani vinaleta mke huyo awe mwema. Ndio kutukasema kwamba kuna mambo machache mtu anayestahili kuyafahamu katika maisha yake. Kwa hivyo kijana mwenzangu, kabla ya kukimbilia msichana ama msichana kukimbilia kijana, chukua nafasi ya kumjua vizuri. Ndipo utagundua kwamba huyu mke ni mke aina gani. Na Biblia inasema, wala ambao mnasoma vitabu sana, hata kuna mama Ellen G. White aliyeandika mambo machache katika kitabu kimoja, alisema kwamba unapoendelea kudate ama unapotafuta mke, ndio jambo cha kwanza, piga magoti yako chini. Omba. Watu ni wengi sana waliomba chefu kwa Biblia kabla hawajaenda kutafuta mke. Ni kweli. Ukisoma historia ya Isaac utagundua. Ukisoma kuna watu wengi sana walioa ndani ya Biblia, wanatupa moyo sana, kina Yusuf. Wakati walikuwa wanaenda kutafuta wake, kuna watu wengi waliokuwa wanaomba kwanza. Sisi unaenda unamwangalia akiimba unasema basi sasa huyu ndio unaenda kuomba. Tayari umemuona. Vijana chifunzeni kama umefika mwaka wako, kabla hujafanya lolote, umemaliza shule. Sasa mwambie Mungu, imefika umri wangu, nataka kuoa. Chukua nafasi mzuri, mzungumzie Mungu wako. Ili akuongoze mahali popote unapokwenda. Na wengine unajua chef, wengine wanaomba na wanasubiri aje. Pastor, mtu mmoja alikuwa ananieleza kwamba Mungu hawezi kupatia hizo vitu vyote. Alikuwa tunafanya mazungumzo fulani. Ananiambia kwamba anaweza kuweka mahala ambapo anaona kuna raw materials ambazo kile ambacho umemuomba amekuletea kipo pale, lakini kuna ufundi fulani wewe utafanya hivi kuhakikisha kwamba umemjenga ama umetengeneza kile ambacho wewe mwenyewe ulikuwa unahitaji. Ni kweli? Kuna sehemu yako chef. Ndio. Unapoomba uombi Mungu akuletee mke mahali huko. Yeye unamuomba akupe akili timamu, akupe nafasi ya kuchukua macho yako na kuangalia vizuri. Na wewe kama umejiandaa, ni rahisi kutambua mke mwema. Kwa hivyo kipengele cha kwanza, uwe ni mtu wa maombi. Ukishaomba, sasa ondokeni tafuta. Even Matthew 7:7 inasema hivyo. Seek, knock and find. Sure. Tafuta mahali yako.
last Tuesday tulisungumzia, tulikuwa na chef, kuna mahali fulani ambapo utakao upata mke rahisi sana. Maana uwezi enda kwa soko uanze kusimamisha wasichana. Ni kweli. Soko ni biashara. Although kuna wengine wanapata soko. Ndio. Maana hapo ndiye anapofanya kazi. Wakristo wanakutana wapi? Sana kuna wengine wanakutana kanisani. Wengine wanakutana Congress. Wengine anaenda kuhubiri, anapata. Akifika pale akigonga injili, watu wanamsalimia hapo. Baadaye wanagundua kwamba huyu anaweza kuwa mke. Ndio. Mnaanzia hapo. Kwa hivyo lazima na wewe utoke utafute. Na unapotafuta unarudisha report kwa Mungu. Now what you do after finding, you come back and ask God, is this the real person? Unapoanzia hapo utaanza kufanya uchunguzi. Unapokutana, with the time unaweza angalia jinsi matokeo ya huyu msichana. Kama ni kijana utagundua. Chef, mnapoanza katika ile harakati tulisema kwamba mkiingia dating sasa. Kuna vipengele ambavyo hamwezi kuepukana navyo. Ni kweli. Maana tulisema background ina mother. You have to start checking. Huyu ni nani ninaoa, kwao ni wapi, majina yake yote, wazazi wake ni wapi, ndugu na dada zake, ili usije ukamuoa dada yako. Hata cousins. Kuna kisa kimoja pale nilikiona. Mama aliolewa mahala. Wakati aliolewa akazaa mtoto kijana, kisha wakakosana. Wakati walikosana akaacha mtoto pale. Yeye akaelekea akawaleka kwingine. Na pale mahala ambapo alioleka akazaa watoto wasichana. Sasa kijana huyu akiwa chuo kikuu wakapatana na msichana dada yake ambaye hamjui, kwa sababu the same mother but the different fathers. Hawajuani kabisa. Wakaanza kukaa pamoja, hata wakaishi pamoja, hata wakazaa mtoto. Wakati msichana anasema kwamba nitaleta yule ambaye ni mtu wangu nije wazazi waje kumjua, basi kwa kwamba ni bahati mbaya wakati wanafika nyumbani mama anamueleza kwamba kwani ulienda ukaoa kakako. Basi ikakuwa ni kisungumkuti. Hawajuani, dada huyu hajamjua na huyu kaka hajamjua. Basi mamake ndiye akawaeleza kwamba huyu ni ndugu yako, yule ambaye nilimzaa mimi. Lakini nimemzaa na mtu mwingine ambaye ni babake, na wewe nikakuzaa hapa. Sasa unaona changamoto ndizo hizo basi zinaendelea pale. Chef, kitu nasema si mara moja. Sisi wachungaji mara mingi tunakutana na mambo hayo sana. Mara nyingi tumeingia katika introduction. Introduction ni ile wakati umefika sasa, mmekubaliana, unataka uje wazazi wakufahamu. Hapo kijana anapokuja wazee wanagundua kwamba huyu ni mtu wa nyumba yao. Ndio. Unapata ni watu ambao walikuwa wanaishi Nairobi, Mombasa. Sasa hawa wanafunzi wamekutana kule chuo kikuu, wamefanya urafiki. Na Chef, unajua kitu kingine mimi kinanipa mtisho ni kwamba vijana wetu siku hizi wengi, hata harusi inapofanywa si harusi. Maana tayari wameshajuana kitambo. Mimi nimeona watu wengine akifika wakikutana kule chuo wanazungumza hapo ya kwenye ngono, hapo mtoto amekuja, hapo sasa ndio wanasema tuende kuona wazazi. Ndio. Hanakuja na mtoto ama watoto wawili. Hanakuta huyu ni ndugu yake ama ni dada yao katika familia. Wanafanyaje? Mambo yashaharibika pale. Sasa mambo hapo yameenda mbali. Wataachana, nani atachunga watoto? Haya maneno yako kwenye vijiji vyetu. Ni vile watu wengi hawatokezei waseme.
Basi tufanye namna gani pastor, ndiposa tuepuke visa kama hivi? Na vile ambavyo najipanga kujibu hilo, kuna huyu mwingine pale ametuma swali tunapoendelea kuzungumza juu na hili, akisema kwamba hii story ya niko single na nina enjoy, what exactly are they enjoying mwaso ladies? Ni swali ambalo limeulizwa na mtazamaji na msikilizaji mmoja pale anajulikana kama Frederick Ogembo. Anasema kwamba maneno haya ambayo wanasema kwamba niko single na niko sawa toma nina enjoy, anauliza kwamba what exactly are they enjoying? Ni nini hiki ambacho wanachifunia zaidi kusema kwamba niko single na nina enjoy, asa akisisitiza kwamba kwa wanadada? Swali la kwanza tumelimaliza. Tumesema kwamba unapochagua mchumba vipengele unavyokuwa unavipitia, ndio, na usijui useme kwamba unajua. Tendo hili la choosing alina mtu ambaye amegraduate. Ni kweli. You can choose na upate umechoose vibaya. Lakini chukua nafasi. Tumewasema kwamba omba Mungu akuonyeshe mtu ambaye unamtembelea. Mkisha juana, ndio, kuna mambo machache mnastahili kuyafanya. Kabla mjafika popote. Nimelizingatia hili jambo kuangalia the background sana. Huyu mtu anatoka wapi? Ndugu zake ni wapi? Unajua chefu, unaweza kuoa kwa familia fulani na ukawa na shida maishani mwako yote. Ni kweli. Maana wazazi vile walivyo, watoto wao wanaweza kuwa hivyo. Chefu, ukioa kwa familia ambapo mama anachapa mzee, utachapwa. Kuna uwezekano wa wewe kutandikwa. Utaingia kwa familia mama aliolewa mara 5. Hajatulia, hata leo hajatulia. Yaani ana watoto, alienda mahali fulani akaolewa akaacha watoto. Akatoka pale akaenda sehemu fulani akaolewa akaacha watoto. Akaenda sehemu, sasa hata hii ndoa aliyo naye ni ndoa ya 5. It's possible kwamba msichana anayotolewa hapa anaweza iga huyo mfano. Ndio sasa huyo unasema hiyo, anasema single na sijui na nini hiyo. Wanasema kwamba hebu nisome jinsi ambavyo ilivyo pastor, ni kwamba hii story ya niko single na nina enjoy. What exactly are they enjoying mwaso ladies? Hapo tumesema usipoona vizuri, kuna wasichana wengine hawako kwa ajili ya ndoa. Hawataki ndoa. Ndio maana mkiingia kudate kidogo kidogo amekuacha ameenda kwa mwingine. Yaani hawako kwa ajili ya ndoa, wako kwa kuenjoy. Yaani anaweza enjoy from one man to another. Maana wangi kama hao, what they need is money. Yaani kama huna pesa, wewe si rafiki wa huyo mtu. Maana anahitaji nyumba nzuri, anahitaji gari, anahitaji mume ana fedha, anampeleka outing, Mombasa. Hata wakati mwingine anaweza kumpandiza ndege. Kijana kama wewe hauna, unaweza utafanyaje sasa? Atatulia kweli? Na katika kile ambacho tulikiangazia awali kuhusiana na swali lile ambalo kwa nauliza niangalie nini, kuna yale ambayo tumeyazungumza na pale tukasema kwamba maana familia nyingi tu zimekuwa na watu wamekuwa kwamba wameshajuana, hata unapata mtu na dadake, mtu na kazeni yake, hata wamezaa mtoto. Basi ni nini kifanyike, ama ni wapi pale ambapo tumelegea kisha na maana vitu hivi vinatokea? Ni wazazi, ni kanisa, ni jamii kwa ujumla imekosa kufanya wajibu wake wa kuwazungumzia hawa vijana? Aswa sasa tukiangazia hilo, tunaangalia sana sana wale wanafunzi ambao wanaingia vyuo vikuu, vyuo vya kadri, na pia wale ambao wametoka nje na sasa hawajajuana, hawajue kwamba huyu ni relative wangu ama huyu ni wa ukoo wetu. Sasa tufanye namna gani kuhakikisha kwamba jambo hili tumefanya awareness lisije likajirudia tena na tena? Chefu, katika sehemu hiyo naweza kujibu kwamba katika aina mbili. Ya kwanza, wazazi wamesahau jukumu lao. Ninakumbuka nikisoma hapa Proverbs 22:6. Yes. Nasema kwamba jinsi unavyomlea mtoto na kumfundisha, atakapokuwa mtu mzima hawezi kusahau. Ni kweli. Wazazi wana jukumu kubwa.
mwanafunzi anapomaliza form 4. And I said parents, yes, kaa rafiki ya watoto wako. ni kweli. Wazazi wacha upewe marafiki. Hii tabia wazazi wanakuwa wakali mpaka wanaogopa kama simba, ni tabia mbovu. Hao watoto ni wako. Na lazima ujue kwamba watoto wako wanapoendelea kukua kuna stages wanapitia. Lazima uwaelewe. Kuna hali teens, kuna mtu akifika mwaka wa 13 mpaka 19, hiyo ni stage tofauti. So unastahili kumuelewa kwamba kuna changes zinakuja kwa mwili. Na lazima huyu mtu anaanza kubadilika kuwa mtoto. Kama ulikuwa unamchapa viboko hautaendelea. Sasa kuna wakati mwingine discipline inahitaji ya kusumuza ya maneno. Halafu huyu mtu akiwa rafiki yako, jaribu kuweka mambo ndani. Mtoto wangu, sasa kama umefika form 4, kuwa mtu mkubwa, kuwa mtu mzima. Kuna mwili inaendelea kubadilika. Kama ni msichana, msumuzie. Utakapofika kwa vijana wa kiume, una behave hivi. Hiyo ni kazi ya mama. Na kazi ya baba, na yeye anaweza kusumuzia vijana wa kiume. Lakini leo chef, kama we ni rafiki ya watoto wako wote, kuna kitu unaweza, hata msichana anakuelewa sana baba unapomzungumzia. Sana. Vijana wa kike wanaelewa mama wa kiume, wanaelewa mama anaposema. Maana wao wanaona mama ni kama ni msichana. Kwa hivyo atakapokutana na wale wengine kule nje atajua namna ya kubehave. Katika harakati hii utapata nafasi ya kuinject masomo. Nunulia watoto wako vitabu vya ndoa. Kama sasa tuko na kile kitabu inaitwa Highly Effective Marriage. Yes. A wonderful book. Iko na points 9 ambazo kabla mtu hajaenda kuchumbia unastahili kujua. Very important. Ukisoma family book, it's also a very wonderful book. Maana ina mama, ina baba, ina watoto. Kwa hivyo huyu kijana atakapoelimishwa vizuri, aendi kupotea. Na kijana na yeye afanye sehemu yake. Ephesians 6:1. Kutii mzazi ni kitu kizuri. Maana mzazi ni Mungu wako katika ulimwengu huu. Usiposikia la mkuu, utafunjika guu. Nafikiria vijana mnanielewa sana. Umeliweka vizuri kabisa. Kwa hivyo nashukuru katika swali hilo. Lina maana kwamba umelelewa njia gani? Katika familia gani? Ndio tukasema kuna familia zingine chefu hawakutani kama familia. Kuna familia nyingine unapoenda pale kuna hali wanaofanya kazi. Baba na mama kila siku lazima wakutane jioni, wapike, wakule pamoja, waombe, wapate nafasi ya kuzungumziwa na wazazi ndio wakaenda kulala. Kuna familia nyingine haina hiyo muda. Baba ni mteja nyumbani, mami anakuja saa 4. Hata watoto na wao wanaweza kuja hata saa 9. Na zingine ni zile unapata kwamba ukioa kwenye familia kama hiyo chefu, utakuwa na kibarua kigumu. Maana huyu mtu hajaiona familia ikikaa kwa pamoja. Sasa utamleta aje? Sasa sehemu ya kanisa. Pastors and elders. Yes. We have failed. Katika njia moja ama njia nyingine. Nakumbuka miaka ambayo tumelelewa na kina Pastor Nyarangi. Tulikuwa na semina nyingi sana. Tulikuwa tunajua kila Sunday tunapokutana kama vijana, topic ya marriage ilikuwa nafundishwa. Kabisa. Na ni pastor anatuzungumzia, kama si pastor kuna elder hapo mkubwa anazungumza paka unaelewa kwa ukweli kanisa inafanya sehemu yake. Na hakukuwepo na visa vingi kama leo. Si kuwa ninaona ndoa watu wanaachana jinsi wanaachana leo. Maana madili yalikuwa yamefuatwa,
watu walikuwa wameheshimu misingi ya kanisa. Vijana walikuwa wanaelewa sehemu yao, na kina mama na kina baba na kila mtu alikuwa anaelewa sehemu yao. Kwa hivyo kama viongozi wa kanisa, na sisi tunaweza kuomba msamaha kwamba tumelegea sehemu fulani. Na mara nyingi kazi imekuwa mingi, na wakati mwingi vijana wameachwa peke yao. Ni kweli. Sasa wanajaribu kung'ang'ana peke yao, wengine wanapata hawawezi. Kwa hivyo kuna sehemu ya mzazi, kuna sehemu ya pastor, kuna sehemu ya elder, na tukasema kuna sehemu ya kijana mwenyewe, na yeye anastahili kufanya. Chef, unajua hata wewe usipozungumziwa, ndio maana hiyo methali ikakuja, asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Kwamba ukipata wazazi wako hawajakusaidia, Ndio. pastor hajakusaidia, elder hajakusaidia, your friends. Yes. Jaribu marafiki, kutembea na marafiki ambao wana hekima. You read Ephesians 6, Ephesians 5:15. Walk with the wise, you become wise. Yes. Ukitembea na watu wajinga utakuwa mjinga tu. Kwa hivyo kuna chef katika sehemu hii unaweza kuzungumzia hali nyingi. Kwa hivyo vijana wenzangu, naomba tufuatilie. Usije ukasema ukaanza kulia, unajua mimi nilizaliwa kwa familia maskini, ama mami na dadia wako wanaenda kanisani. Hizo ni vitu tu nashikilia. Kuna watu ambao wametoka kwa familia, watu wao kwenda kanisani, lakini bado wameweza kuishi maisha mazuri. Kwa hivyo na wewe kijana, fanya sehemu yako. Tafuta marafiki wanaochangia uwe na maisha mema. Ndio maana wengine chef wanasema kwamba kuna watu wengine wanakuwa na excuses. Mimi si kusoma kwa sababu kwetu hakukuwepo na pesa. Ni kweli. Kuna watu wamesoma na hakukuwepo na pesa. I am one of them. Mimi sijazaliwa kwa familia ya kanisa. Na hakukuwepo na pesa. Lakini kwa sababu ya ile kumpa Mungu nafasi ya kwanza, na kuchagua marafiki wema, wamenisaidia. Nimefika mahali nimefika. Hallelujah. Kwa hivyo watu wasije wakasema chef wetu, unajua mimi maisha yangu yamebadilika. Hiyo ni excuses. Kijana ambaye amefika umri mwema, unaanza kuchagua kufanya mema na unajua mabaya ni yapi. Kweli kabisa. Basi pastor pale ameweka bayana, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na hayo tukiangazia tuwe kwamba maadili hayo, najua ni vizuri kuzungumziwa na watu ambao wamekuwa na experience, aswa wale elders wetu, pastors, our parents. Sometimes kuna wengine husema kwamba nilipatana na msichana mdogo tu, hata hajafika miaka 15, ni mchanga pale. Kwa anaambia mamake, mimi huwezi nilingia jinsi ambavyo unalingia mzee wako hapo. Yani hivi watoto hawa wamezoea, ukijaribu kumpa adabu kidogo anakuambia, nitaambia dadi kuna jambo fulani wewe huwa unafanya. Basi wazazi tufanye jukumu letu la kuwalea watoto wetu kwa njia ambayo inatupaswa, na jinsi ambavyo mwelekeo wa Biblia imetoa mwelekeo wake pale. Pia viongozi wa kidini wa makanisa nao fanyeni kazi yenu, nasi vijana tujitahidi, hata kama changamoto zipo tu nyingi, hebu tuhakikishe kwamba tumeyafuata yale ambayo tumefunzwa. Pale zimekatika dakika 41 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Marekani ya Kati ni saa 9 na dakika 41 mjini Washington, Texas na maeneo ambayo ni karibu. Tupate mapumziko mafupi tu, tupate wimbo huu umeimbwa na Zionic International Ministers. Wimbo wanasema kwamba harusi. Hebu tuweze kuburudika, kisha baadaye tutarejea na tutaendelea na mazungumzo yetu moja kwa moja. Barabara kabisa. Wale ambao wanamaliza pale wanajulikana kama Zionic International Ministers. Wimbo wao harusi wanasema kwamba apataye kitu chema
basi ama apataye mke amepata kitu chema, na kile ambacho kimeunganishwa naye Mwenyezi Mungu hakuna ambaye ataweza kukitenganisha. Zikiwa zimekatika dakika 47 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Mashabiki endelea kufuatilia pale, najua jumbe zenyu mmezituma, nitakuwa nikisoma baadaye. Namuona JD Maria anasema kutoka maeneo ya Jeddah anafuatilia, asante sana, na sidi kufuatilia pale. Zikiwa dakika hizi zinasonga mbele, mpenzi maji, katika yale ambayo tutakuwa tunaangazia siku hii ya leo, baada ya kupitia yale maswali ambayo yalitumwa wiki jana, na pia maswali yale ambayo nilikuwa nimeyapata pale, basi tutakuwa tunaangazia changamoto ambazo vijana wanakumbana nazo wakati wanaendelea katika courtship yao, wakijiandaa katika ndoa, ama challenges that face youth in courtship before marriage. Hayo ndio ambayo pastor atakuwa anaangazia siku hii ya leo. Basi tena tupata wimbo mwingine, wimbo wa Chuka University pale wanasema simu ni nzuri, usaidia katika mawasiliano, usaidia watu kuzungumza hapa na pale, kupitisha ujumbe, lakini imekuwa ni chanzo cha ndoa nyingi kuharibika, ama mahusiano mengi tu kuingia katika ndoa kia kwamba napata ujumbe, pastor anaweza pata SMS katika simu ya yule ambaye ninampenda, kisha baadaye nimuulize na huyu ni nani ametuma ujumbe huu. Kama hata jieleza, basi unapata kwamba mambo hayajaenda vizuri pale, na hicho kinapelekea watu wengi kuachana, na mambo yanakuwa mabaya zaidi. Tunavyozidi songa mbele, mpenzi mtazamaji, basi simu zetu ni nzuri, tunapozitumia basi tuzitumie kwa njia ambayo ni nzuri pia katika kuwasiliana na wengine, na pia kufanya kazi zetu. Zimekatika dakika 48 tuweze kupata wimbo huu wa Chuka University simu, kisha tukirejea basi tutaanza mazungumzo yetu baada ya kujua ni yapi yale ambayo yanaendelea hapa nchini, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Mimi ni Geoffrey Nyakundi Morara aka Jeff the Presenter, niko na Pastor Obare Jackson katika studio zetu hapa, ambaye atakuwa anatusaidia kabisa kuelewa mambo haya ya ndoa kabla hatujafika humo ndani. Je, tufanye nini tunavyozidi songa mbele na kuelekea pale mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Basi ni mualike tena pastor ili aweze kuendelea na mafunzo yale, ni kipi kile ama atuangazie changamoto zile ambazo tunazipata vijana wanakumbana nazo wakati wa courtship kabla ya kuingia katika ndoa. Karibu tena pastor ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Asante sana Jeff. Na tunashukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri. Na nashukuru kwamba vijana wanaendelea kutupea maswali. Inatusaidia kufanya research. Na mengine yale ambayo tunayafahamu tunajaribu mahali tunapoweza. Tunashukuru kwamba tumeangalia masuala machache ambayo wameulizia. Na nafikiria tulijibu lile sawa, kwamba mtu anastahili kufanya nini kabla ya choosing. Sasa tunataka kuingia katika sehemu ya pili ambaye leo inatulazimu tuizungumzie. Na nafikiria kuna mambo machache Chef tuliyoyazungumzia wakati tulianza hii hoja juma ambalo lililopita. Moja wapo tulisema kwamba kijana anapoingia katika ndoa, hayo ambao ni mtu ako serious. Na mtu ambaye ako serious ni yule ambaye tulijua anasema ajue kwamba marriage is a gift from God. Yes, it's very important. So tunapoingia katika jambo hili halihitaji mchezo. Lakini watu wengi wanapenda kulichezea, na ndio maana wengi wanaingia hawako serious, lakini wanataka kujaribu. Kwa hivyo unapogundua kwamba ndoa ni jambo ambalo ni Mungu ametuletea kama gift, tunastahili kulizingatia. Tukasema marriage is an opportunity to love and to be learned. Yes. Kwamba tunapoingia katika jambo hili, maana unajua kwamba ni jambo ambalo limebarikiwa, umepata sehemu ya kupenda mtu. Sasa tukasema mpende ambaye unamchumbia. Lakini Jeff, unaweza mpenda mtu ambaye
Kama unajua mtu ambao una date, mtu ambao unafanya application, unajua hii ndoa ni kufanya application. Ndio. Watu wengine siku hizi wananichekeza kwamba leo mabinti wengi uhitaji kufanya application. Tayari wanaingia peke yao. Wanajileta wenyewe. Mimi sijui. Hilo ndilo unapata kwamba vijana wengi wamekumbana nalo, hata wengine wanashtuka haya. Hatujaiona hili likienezwa ama likiendelea kwamba sasa msichana yule anaweza niongelesha kuniambia kwamba mimi nimekupenda. Ili hali watu wengine kwa tumezoea kwamba ni kijana mvulana aseme kwanza. Siku hizi it's vice versa and more so from the lady side. Asilimia hiyo inaendelea kupanda tu kwa 10%, tunasema kwamba 6% hivi wanafanya vile. Wengi sana wamekuja kwetu na wanatueleza kwamba unajua ni wakati gani wanakueleza? Ni wakati changamoto zimeanza kuonekana katika ndoa. Sasa hapo ndio marumbana inapoingia. Ndio. Chefu unapata mmoja wao amekuja, anakuja kushtaki mwingine, anasema unajua mimi pastor, hata huyu mtu sikumchumbia. Ni yeye ndiye alianza. Na ile hali ya kunianza basi na mimi nikakubali. Lakini sasa imekuwa ngumu. Kwa hivyo tunaomba vijana, kabla uchangia kwenye ndoa, penda mtu kwanza. Ujue kwamba huyu ndiye mtu, na unajua ndoa ni kitu inadumu maishani. Ni kweli. Mnaposimama kwenye madhabahu na kuchukua ahadi ambazo zimebarikiwa, basi chefu hakuna kuachana tena. Kwa hiyo vijana, nataka kuwaambia kwamba jambo hili msilichezee. Fikiria kabla hujaingia. Hata msichana. Chefu unajua kitambo ulipokuwa unamkatia katika ile lugha ya mtaa, ndio tunasema kukatia. Ndio. Hiyo ni lugha ya mtaa. Kwa tunasema unapoenda kumkatia msichana, wale wasichana wa kitambo, ndio hakuwa anakubali saa hiyo. Ni kweli. Anachukua muda. Anakuambia nipe muda. Maana wewe umeniona, umenipenda, mimi sijakupenda wala sijai kukuona na sijai kujua kwamba una interest na mimi. Ndio. Kwa hivyo nipe muda niende kufikiria. Vile teknolojia imeingia, chef. Ndio. Leo hata mtu anamchumbia kwenye Facebook. Ni kweli. Kwenye WhatsApp, kwenye Twitter, kwenye Instagram. Hizi zote, yani wacha nikuambie, ndoa nyingi tunazo si ndoa watu walipoonana. Ni ndoa ambao watu wamekutana Facebook. Na unajua wengine anaenda anatafuta picha nzuri, anaitengeneza vizuri, anaiweka kama profile picture. Ni kweli. Kijana akiangalia hiyo picha, my friend, anaongelesha mama, wanakatiana, siku wanaonana Jeff. Ndio. Paka huyu ndiye nilikuwa nazungumzia maneno mtu mwingine. Vijana wenzangu, mambo ya teknolojia ni mazuri yamekuja. Lakini be careful. Si mambo yote ni ya mtandao. Especially katika mambo ya kudate. Hili ni jambo ambalo limeweka kando. Linastahili kufanya kwa njia nzuri. Sijasema watu wasiende online, sijasema watu waingie Facebook, wasiingie WhatsApp. Lakini mpende mtu ambaye unamuona. Mtu anapokuchumbia ukimuona hivi, jinsi anavyoongea, jinsi anavyozungumza, jinsi anavyotembea, penda, utaanza kumpenda huyu mtu jinsi amekuja. Hayo Jeff, mimi nashangaa hata leo kuna watu wanaletewa wanawake. Ni kweli? Yaani kuna ndoa zingine zimerudi kitambo. Unajua kitambo kama Isaac. Ndio. Unajua
alipopata mke alikimbia kwa baba akamwambia nimempata mtu. Si unaona? Kwa hivyo ni kama alimuona na akampenda na akakimbia akasema nimempata. Hatujakataa, katika hali zingine zinakubaliwa. Vijana wetu wako Marekani wengi. Wengine wanajaribu kutafuta partners huko hawapati. Anapiga simu nyumbani, nasema mami, angalia hapo nitafutie mtu. Na wewe unatafutwa. Ambia bwana, niko na kijana yangu yuko Marekani. Wasichana wakisikia mtu wako Marekani, chefu, hata awe mzee. Yani wamama wanatuletea vicheko sana. Anakuja hapa anaangalia kanisani, ndio tunamwambia mara nyingi, wasichana mnapokuwa kanisani mnaangaliwa sana. Mama anaweza kuambia ni binti gani ambaye ni mwaminifu kanisani. Maana mara nyingi wamama wanaofuatilia. Ichapokuwa wakati mwingine wamama wanaweza kuwasengenya. Lakini chef, ukisikia mama wakikusengenya, wamekujua. Tusiwa rule out. Wababa wapendi kusengenya wao sana, lakini tena hawawajui hao vijana. Lakini wamama wanaweza kuambia huyu dada huyu anaweza kuwa wife. Bila mambo sababu ya interaction na watu wengine pale kanisani, wanaweza toa ripoti hiyo kwa njia ambayo ni si ya ubaya tu. Ni njia nzuri tu wakiwa kama wanafikia kitu mazuri. Na ni vizuri chef, wamama wanapo kurecommend. Maana wamama wa recommend mtu hawamjui, wanakuona. Wanaweza ona wakati wa kupika, vile unapika, vile unafaa. Unajua wamama wanaangalia hizo vitu, especially this wamama kutoka village. Wao mavazi ni ya maana kwao, jinsi unafaa. Maana anajua kwamba ukifaa kiheshima ndivyo unavyoenda kutunza ndoa yako, ukifaa kiheshima. Unajua Jeff, kuna vitu vingine hao marafiki zetu vijana wanasema huyu ni mshamba. Kufaa si ushamba. Lazima ujue kwamba nguo ni gani unafaa. Huwezi kuvaa nguo ya bedroom unafaa nje. Chefu tuwe wazi. I'm seeing ladies in town wanatembea na nguo za ndani. Zingine wanasema ni baika, ambazo ni vitu ambazo vinavaliwa kutoka ndani. Lakini unapata msichana anatembea tu uji town, anasema nini? Hapo unajua mambo yanaweza kuja kwa mtandao. Ukizungumza maneno haya kwa TV sana, unaweza tukanwa sana. Maana leo unasikia my dress, my choice. Imagine chef, unaenda kwa mji, unapata dada yuko pale, baba yake yupo kwa nyumba, msichana wa wenyewe hata kuketi kwa sebureni kule kuwatch TV, ako uji. Wamama, fundisheni watoto wenu jinsi wanavyokaa, ni madili mema. Maana uwezi ukakuja ukakaa hai, baba yako yuko hapa, wageni wapo, and they don't care. Haoni kama ni kitu. Kuna methali inayosema kwamba kizuri na kibaya mambo haya yapo. Chakula, we mwingine alikuwa anasema kwamba chakula kizuri kinafunikwa. Chef, ukiona mtu ambaye ana ese kigusita wote boko na gotono ni abantu amahali yao, yani we kila mahali tu unataka yani mtu aone vile uko. Hapana. What is in your mind? Wasichana wenzangu, nataka kuwauliza ni nini ambacho hiki kinakufanya paka unasema wacha nitembee naked? Pastor, unasema kwamba ni vile vitu ambavyo wanaangaliaswa
kumbuka kwamba most of our young men they are borrowed what the western countries do. For example, kuna nchi unapata kwamba wao mtu atoke hapo nje atembee hata uji, hakuna mtu ambaye anaja naye amuulizi swali. Kwa hiyo unapata na hapa kumbuka kwamba nguo hizi ambazo zile ambazo umetaja kwamba ni nguo ambazo zinafaa kuvaliwa kutoka ndani. Unapata kama mtu ndiye ametoka naye hapa nje, tunapata mambo makubwa tu ni yale ambayo wamekopi kutoka nchi zile zingine, whatever they see in their TVs, whatever they watch in their phones, whatever they watch in their TVs kama ni movies. So kwamba sivyo ni mbaya iko kaida, maybe the scene yenye ilikuwa short pale mtu alikuwa shuleni amevalia vile ambavyo anataka, na anasema kwamba hata nikivaa hivi hakuna namna. But I think it's high time passages ambavyo nimesema. I think chef, yes, nitakuja kuandaa somo la kufaa dressing. Na utasikia vile watu watatukimbiza kwa mtandao. Samahani, ni vizuri pale mtu ambiwe ukweli kuliko kuambiwa tu, kuachwa tu, kwa sababu Mungu hata wewe atakuuliza maswali. You saw it, you had that platform to help this person out, but you didn't. Why didn't you do that? So itakuwa ni changamoto kweli kama hujafanya hivyo. Wewe tunafanya kile ambacho tunapaswa kukifanya na kile ambacho kwa kusaidia. Kio kwamba yale ambayo hatuwezi tutaachia wengine watafanya. Kile ambacho tunaweza basi sisi tungangane nacho na tukimalize pale. Ni kweli. Chef, lazima ujue kwamba utakuwa kijana miaka yote. Ni kweli. Kuna wakati wetu tulikuwa vijana. Na ilifika muda tukasema tumeondoka kwa ujana. Unapoingia kuwa kijana, vile tunapoenda kuzungumzia mambo ambayo yanaadhiri vijana wanapokuwa katika hali ya mazungumzo ya kwenda kuoana, ni mambo ya msingi. Na chef, let me tell you, many of our youths these days, they have no time to sit down wajifundishe. It's unfortunate kwamba vijana wengi hata wale ambao wana date hawana time ya kukaa chini na unajua kitambo watu wa vijana wanapoingia kwa jambo hili la dating walikuwa wanaambia wazee wa kanisa. Ni kweli. Ama wachungaji. Wachungaji wanawapatia wala watu wanawazungumzia. Na ilikuwa ni kama darasa. Na mimi najua kwamba nilifanya darasa mwaka mzima. Ndiyo. Kufundishwa jinsi ya kuoa, jinsi ya kuzungumzia mwanamke. We talked a lot. Na wakati mnakuja kusema sasa mumeiva. Sasa ndio mambo ya introduction inaanza. Leo watu wanakutana, wamezungumza, kesho yake wanaambiana tunaenda kuona wazazi, wanafanya introduction. Kesho yake wanasema wanaenda kwa msichana. Hapo harusi imeandaliwa. Within 4-5 months watu wameoana. Chef, hawa watu ni wabichi, hawajai juana, hawajai onana. Ni watu ambao wamekuta na kuishi na mtu ambaye si dada yako, si kaka yako. Mumekutana kule njiani. Ujui mahali ameikulia, ameishi, ujui wazazi wake. It is not a joke, Jeff. Ukiona wanaume wameishi kwenye ndoa miaka zaidi ya 20, 30, waheshimu. Ni kweli. Wamepitia mambo makubwa. Ndio haya ambao tunataka kabla wewe kuingia kwenye ndoa. Maana kuna watu wengine leo wanataka kuondoka. Ni kweli. Lakini wewe unangangana, unasema lazima niingie. Ni vizuri. Ni vizuri. Wengine wanapongangana kujitoa, wewe unakimbia kabisa, unataka kuingia mule ndani kabisa. Chef, ukileta wanandoa wengi hapa leo. Waulize huyu mtu uliyemuoa, unataka muendelee ama niwape nafasi muachane? Kuna wengine watasema tumeachana hivi. Lakini kuna vipengele vinawafanya kuendelea kuishi. Ndio. Ndio maana tunasema
usipojua kwamba marriage is a gift from God, Yes. you can joke with it. Sure. If you cannot know or realize that marriage is an opportunity to love and to be learned. Yes. Yani unapenda na ukubali ufanyiwe utafiti. Aha. Najua watu wengi wapandi kufanyiwa utafiti nje. Wewe ambia msichana kwamba leo nimeanza nataka kujua ka historia kako kutoka hapo nyumbani. Atakuacha asubuhi. Akiwa kwamba anakudhania. Wewe jaribu tu mwambie tulikutana na anti yako, tukazungumzia mambo macha. Anakuuliza mlizungumza nini? Kumbe wewe umeanza kunitafuta kunizungumza kwa na dada wangu. That is one of the most challenge we have in dating. Na pale atakueleza kwamba huyu ambaye ulikuwa unazungumza ni anti yupi? Unajua huyu anti ataanza kumsingizia huyu anti akwangi mtu mzuri. Huyu anti vitina pale nyumbani yeye ndiye ametusumbua na vitina. By the way, anti alitukana sijui nani huko kijijini. Unaanza kuona visingizio tofauti, analeta visingizio fulani vitoe mafikira ama fikira zako kutoka mahali ambapo ulikuwa umeyaweka pale. Chef, watu wengi hawapendi wajulikane mahali wanatoka. Maana mahali wanatoka wamefanya vituko. Hawataki. But if you are a genuine youth, yes, and you always excel, yes, katika mambo mazuri. Wacha nikuambie, hata mkitembea na mchumba wako, mkikutana town na anko yako, you are free kumwambia this is my uncle. Yes. This is my aunt. This is my cousin. Because you know, even these people wakikutana mahali fulani, unajua ujumbe utakuwa ni mzuri. Sure. Lakini ukijua kwamba ujumbe wako ni mbaya, utaficha hiyo kitu. Ndio unasikia hii kitu pasa zake itoke. Inawekwa mpaka siku ile. Mpaka wakati ule ambapo tutakuwa tunaamua sasa, hata unaambiwa unaweka security mahali. Ulienda harusi mahali fulani, baada ya kufunga harusi na kumaliza, tunaondoka. Sasa hapo kwa barabara, wamama wengine wanapiga mshani. Haki wametusaidia sana. Wamechukua, huyu ni binti wa nani wamechukua? Hii kijiji tutakuwa tunalala. Umejulikana kwa vituko vyako pale kijijini, hata watu wanakuogopa tu. Hata wanapiga tu makofi kwamba ni vizuri ametoka kwa sababu sasa tukua tunapumzika kidogo. Ni vizuri chef, uwe na jina njema. Ndio. Kama ni kanisani, have a good name. Yes. It is important. Yani jaribu uwezavyo, Mungu akuongoze katika hali zote. Uwe ni kijana ambaye ana maadili mema. Hata unapochumbiwa, mtu hata huyu anayekuchumbia akisikia sifa zako nzuri, anakupenda sana. Ndio maana chef tukasema number 2 towards marriage is an opportunity to love and to be learned. Yes. Ukipenda kufanyiwa research, yes, unapendwa. Na ukipendwa, na wewe utapenda. Kwa hivyo ni aina mbili. Hata Biblia inasema ni nani anastahili kupenda mwingine? Ni mwanamke. Nani anaheshimu mwingine? Ni mwanaume. Wanaelewa vile tunaongea hivi. A lady ambaye ana respect yake, anapendwa sana. Hiyo mtandoa makosa, nakubali. But a lady who can, ambaye anaweza kujirespect. Maana kuna wasichana ana maboyfriend zaidi ya mmoja. Una date huyu, una date huyu, una date huyu. Sasa hata ujui ni nani unapenda. And you cannot divide
Uwezi kutoa percentage kwamba napenda huyu 20, napenda huyu 30, nampenda huyu. Na watu wanapata kwamba mtu anafanya comparison kujua kwamba hebu nianze kupima nani yule ambaye naona kwamba kuna uwezekano na izaenda pale. Lakini kisha baadaye unaweza pata unaweza mbulia patupu usipate hata mmoja, kwa sababu unapoendelea kudanganya hata wewe kuna mtu anadanganya mahali kukuhusu. Ni kweli. Ndiposa nawe unacheza hapa na yeye anacheza pale. Unaweza pata kwamba umeachwa tu ukicheza huku, yeye ashatoka na ameenda. Na hii kitu chefu imekuwa ni routine. Hii teknolojia nilisikia uliweka wimbo fulani hapo umecheza wa wimbo wa Katoliki na wana message kubwa sana. Ndio. Tangia teknolojia ilipokuja. Ndio. Ndoa imeharibika. Yaani huwezi kujua huyu ameolewa, huyu hajaolewa. Hata wale tayari wameolewa. Ndio. Bado wanachumbiana. Unaona? Hawa wanaokuja ndani bado wana shida zao. I was in one of the church in South Kenya conference. Yes. Chief, mimi nimeona vijana wanapigana juu ya simu. Siku ya Sabato. Najua kuna hiyo wakati mnasema twende tukae kanisa moja twende tusikize nyimbo. Wakaketi pamoja. Walipoketi pamoja, haya sasa mmoja anaimba. Wimbo ukaitwa. Akaacha simu kwa kiti. Halafu basi huyu akachukua simu yake. Ndio. Kuchukua simu akaona message yanadondoka. Hey babe. Vipi? Unaendeleaje? Nimekumiss. Hey. Nafikiria babe tena ni nani? Nafikiria ni mimi. Kumbe tupo wengi tu hapa. Sasa wakati yule akagundua ameacha simu. Anaimba huko lakini mawazo yake hayako kwa wimbo. Vile wimbo unaisha akakuja mbio. Akapata mpenzi wake ana simu. Na unajua sasa ameona ni nini kinaendelea, akamuomba nipe simu yangu. Huyo akamwambia hapana, nitakupea baadaye. Hapana, nipe simu. Nipe simu yangu saa hii. Sasa ikawa kama ni kufurutana kidogo. Huyu kijana akaondoka, akasimama. Huyu kijana wa kiume ana simu ya huyo msichana. Kijana akaondoka hapa kwenda nje. Mbio kwenda juu. Alipotoka na huyu msichana akamfuata. Kufika hapo anapotoka mlangoni akapata kijana anapiga anakimbia kwenda juu. Na msichana hakukoma, akafuata nyuma. Mbio. Ikawa ni 100 meters sasa. Wakakimbizana. Unajua huyu dada akaona yule ana speed ya hali ya juu. Ndio. Akaanza kupiga sauti, "Mwizi, mwizi, mwizi." Alipopiga nduru mwizi, watu wakafamia huyo kijana. Kashika yeye. Ameniibia simu. Unajua vijana waliposhika ule wameanza kumpiga. Huyu akamfikia, akasema na simu yangu, tayari akamnyang'anya simu. Vile Mungu alivyomwema, askari wakaondoka, wakatokezea. Wakasaidia huyo kijana hivyo. So ikawa ni kesi nyingine. Can you tell me, Chef, ni kweli hii kitu ni ya ukweli? Vijana wenzangu mnaonielewa, unadate mtu. Do you trust that person? Wewe unaaminika wewe mwenyewe? Je, unaaminika? Kama mambo kama haya yanapokuwa katika hali ya dating na mkiingia kwa ndoa itakuwaje? If you don't trust your partner.
katika dating, because that's a big challenge now we are talking. We say we must pick some challenges facing the people who are in courtship before marriage. Yes. This is one of the challenge and the big one. Yeah. Kwamba katika mtandao mambo ya teknolojia, simu, laptop, hizi vitu zimechangia misoso mingi sana katika dating. Hata ukiwauliza watakwambia. Wanajua. Kwa hivyo chefu, hiyo ndio mwisho wa urafiki huu. Ndio. Vile ile walipomalizia polisi, urafiki uliisha. Uliisha. Na ni hao ni watu wamedate, wameenda mbali. But still you can see kuna unfaithfulness katika dating. Katika dating hii. Kuna watu wengine they are not honest. So vijana, it is good when you date, be faithful to your partner. Uwe uko private ama public. Public, yeah. Lakini sana sana rafiki mzuri ndio anakuwa mwaminifu wakati yako private areas. You have traveled from Nairobi, from Kisii to Nairobi. You are dating. You have a lady here in Kisii. Are you faithful where you have gone? Can your partner trust you hata wakati huko karibu na yeye? Chef, kama hivi vitu kama hamwezi kuonyeshana mambo ya trusthood mkiwa katika hali ya dating. Yes. My friends, mkiingia kwa ndoa, mambo inakuwa mbaya zaidi. Mnaweza kuhana wakati wowote. Yeah. And when you see magazeti yanaondoka, mtu aliwawa, mtu aliua watoto wake na mama wote. It's the other day ulisikia kwamba baba anamchumbia msichana ambaye ameolewa wa kijana yake, mtoto wake. Na ijaanza leo, imeanza kitambo. And when they try to solve the problem, the dad is not willing. Sure. The lady is not willing. Paka huyu sasa mwenye ndoa anasema ni nini kinaendelea? Hapo ndio tumefikia chef. Kwamba baba yako anaweza tembea na mke wako. Na ukiona tumefikia hapo, ukikuja kuundua baba yako ana date, anatembelea mke wako kwa nyumba yako, ama wanapeleka yeye kwa nyumba yake. Chef, you can decide to do anything. Sure. And that is how things happen. Yeah. Ndio watu wanasema kuna vitu vingine msiseme, unajua sisi ni culture yetu, haituruhusu kuzungumza. Culture gani siku hizi na hii vitu iko wazi hapo nje? Yeah, when you try to talk to other youths and tell them what's going on, some they leave you. Wanajua wengine wanatoka kanisani. Chef, ukiwa especially in youths, ukiweka a device ambaye yuko strict, anajemusha mambo, ana sheria, anasema vijana, hiyo chama inakufa. Unapata kwamba wanaobaki ni wachache. Ukiona wale wamebaki. Ukiona wale wamebaki wachache. Angalia maisha yao yatanyooka kwa jina la Yesu. Amen. Maana vijana wengi hawataki wafuatilie. Hawapendi. All right. So hilo ni jambo nimezungumzia hoja hiyo katika hali ya marriage is an opportunity to love and to be learned. It is very important. Kijana katika dating, penda mtu. Kama umempata kwa wazi. Je, yawezekana umwachie simu yako siku nzima? Nilikuwa nauliza rafiki yangu swali. Je, unaweza kuwa bila simu yako hata ile siku wajia mtu? Upo tu bila simu hiyo. Kwa sababu nakumbuka tulikuwa tunaelekea safari mahali, ikakuwa kwamba ameisahau. Na mahali kwa tumefika, we were almost remaining within a quarter tufike mahali ambapo tunaenda. Aliniambia hatuwezi fika, itabidi wacha tuweke gari mafuta turejee wacha tuende tukarudi tu kutafuta simu. Na kufika apate kwamba mahali aliacha kuna mtu ametoka nayo.
basi ilikuwa kwamba ni sintofahamu kidogo, lakini baadaye aliipata na tukarejea pale. Basi tunapozidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, zimekatika dakika 42 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki, kwamba ni awamu yetu ya mwisho, na Marekani ya kati pale ni saa 10 na dakika 42, mji ule wa Arlington, Texas. Tupate mapumziko mafupi, tukirejelea basi pastor atapata nafasi ya kuendelea na yale ambayo ameyapanga pale. Tuendelee kuangazia yale magumu ambayo vijana wanayapitia. Tupata wimbo ndoa, jinsi ambavyo umeimbwa na Heroes of Faith kutoka eneo lile la Mombasa, mpenzi msamaji na msikilizaji. Samahani, wimbo ule ambao tutapata sasa hivi ni wimbo wa Arnold Juma, Vita ya Maneno, jinsi ambavyo amewimba akimshirikisha Annie Koyo, jinsi ambavyo wengi tu zungumza hapa. Awali tulipata wimbo ule wa simu, kuna yale ambayo tumeyapata, na pia pastor ameweza kuzungumza mengi kuhusiana na teknolojia ya kisasa. Basi wale wametamatisha pale, anajulikana kama Arnold Juma akimshirikisha Annie Koyo katika wimbo wao Vita vya Maneno, zikiwa zimekatika dakika 48 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki, zikiwa zimesalia dakika 12 hivi ziweze kutimu mida ya saa 8, kwamba ni awamu ya mwisho ya kipindi chetu vijana na maisha. Basi nikimpa pastor nafasi aweze kupitia zile point ambazo amepakisha katika changamoto zile vijana wanazipitia hasa wakati wako katika courtship kabla hawajaingia katika ndoa. Pastor, karibu tena. Asante sana chef. Nafikiria tunaelekea kumaliza. Na tumezungumza mengi. Ndio. Lakini nataka ni toe point karibu 3 ama 4 ambazo zinaleta changamoto wakati watu wana date. Dating inapoendelea, unaweza face what we call fear of rejection. Yes. It is important to know that. Mtakapoendelea katika dating na mmejuana vizuri, mmepeana nafasi ya kujuana. Unajua dating is all about discovering. Even here. Yes. In dating. Hatujafika marriage, tuko katika hali ya dating. Yes. So yawezekana kwamba kuna vitu fulani mtu amegundua ambavyo havitamfurahisha kuendelea pamoja na wewe. Yawezekana mtu mwingine ajitoe. Sinasikia watu wengine wamejitoa katika relationship. Yes. Fikiria walianza mambo ya dating, kafika mahali fulani, mwingine akaepa. Ndio. Mwingine anasema ameenda silent. Mwingine anasema ameenda missing. Tena mpati. Unauliza siku hizi ikoaje? Huyo mtu siku hizi alienda missing tu. Yaani kuna vitu ambavyo amejua havijamfurahisha. Ameamua kuondoka kwenye hiyo mahusiano. Yes. Na hii ninawaambia wale mnatoka bila kusema, si vizuri. If you have realized something ambaye haikupendezi kwa msichana ama kwa mfulana, mwambie. Kama wewe ni mwanaume, kama wewe ni mwanamke unaenda kuwa, just be free and share. Yes. Mwambie there is something my darling I don't like. Yes. And if you ikiwezekana kuna vitu mnaweza kusolve. Yes. Solve. Because tayari umempenda, amekupenda. Hakuna kitu kibaya chef kuacha mtu ambaye amekupenda. Sasa hapo ndio shida inakuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo fear of rejection. Yes. Katika dating iko hiyo point muiweke, na kama unakuwa na swali tutakuja kujibu. Another point. Yes. Pressure to impress. Kuna pressure fulani inakuja wakati mna date. Yes. Unajua wasasi wanataka kukuona. Unajua mimi sikupendi. Pressure from friends. Yes. Mnakutana, mnakunywa chai, marafiki zenu wanakuja, huyu ni nani? Huyu ni girlfriend yangu. Kwa magirlfriend wote Kisii huyu ndio uliona. Wengine anafunja moyo pale. Sikia chef mwingine anakuambia kama huyu ndio uliona.
Chef huna macho. Aha. Huyu ametembelewa na watu wengi na wajua hivi. So you should be keen wakati unaleta rafiki yako kwa marafiki. Hiyo pressure inakuanga. Yes. So that is why I'm talking to ladies. Unapopelekwa mahali kuna marafiki wa huyu, na wewe jiweke vizuri. Faa vizuri. Hata ukinuliwa chakula, kula vizuri, wacha kula kama kuku. Na kuna wale wengine akinuliwa chakula pasta huwa anakiacha ama anaguza tu. Kingine anaacha hapo. So mtu anajiuliza, "Sasa nimeleta huyu wale." Alafu ameguza tu ameacha. Tumkitoka hapo kwa njia na kuambia niko njaa. Yaani wacha nikwambie watu kama hao hawatachunga watoto. Maana wengine chefu kuna ujanja mwingi sana. Ladies. Yes. Kama umepelekwa kwa hoteli. Ujue mwenye amekupeleka hoteli anakupenda na wewe unampenda, mjali. Kwa kifedha. Nitakuja kuzungumzia jambo la fedha. Na jinsi mnatumia pesa yenu wakati mna date. Sio kuna msichana, yeye kazi yake ni kununuliwa kutoka January mpaka January. Fair January mpaka January. Hakuna siku anaweza kusema leo niko naye. Kwa hiyo chef, pesa nayo imekuwa ni kama uchawi fulani katika dating. Yes. Iko by the way, challenges ya pesa iko katika dating. Kuna mtu unamuna date because of money. Yes. If you don't give this person money, you don't qualify. Maybe hako na watu wengi wanampenda, na ukiona mtu anapenda pesa sana chef. Yes. Ni kana kwamba pesa hii hajaipenda saa hiyo. Amependa pesa siku nyingi. So you must check that one. Yes. Another point. Balancing independence and intimacy. Finding the right balance between independence and intimacy can be tricky for young adults. It's very important. You balance. Yes. Kuna vitu ambavyo unastahili kubalance. Kuna mambo fulani mnafanya, mengine mtaacha mkuje kufanya wakati wa ndoa. Na chef, nimezungumza hili jambo sana. When you date, avoid sex. It is important. Yes. The moment you bring sex kwa dating, mambo yote yameisha. Iko mtu ananisikiliza lakini ndio. Iko mtu alikuwa na challenge last week, alikuwa anaitwa Ruth. Sijui leo yuko online. Naona kuna wale ambao wanafuatilia. Kama kuna jambo ambalo linafanya ndoa nyingi hazitadumu. Ni kwa sababu mko dating, mko na sex, mko na vitu vingi. Sex ina reduce ile uhusiano wenu na intimacy ambayo ningekuja inaimaliza. Maana kama mmepanga mnakutana Kisii Central Church kujifundisha. Mnajua mwezi kukutana pale. You want always to meet in a private place. And at the end of the day, mnamalizia jambo la tendo la ngono. Ndio. Hiyo inamaliza nguvu ya kuoana kwenu. Na ukiuliza, ukifanya utafiti vizuri chef, kwa zile ndoa ambazo 100%, zile ambazo zimesimama ni chache. Maana wakati mwingi ninaambia wadada, kama kuna zawadi kubwa ama tuso ama gift utapelekea your partner. Gift unampea siku ya harusi. Maana wewe unapeleka gift ya gani? Kuna mtapewa magifti pale, mablanketi, mtapewa mastofu, wengine magas, wengine mtapewa vitu kubwa kubwa, wengine hata juzi nimeona harusi mtu baba anampea gari. Anampea 400,000, anasema hii ni ya kuanzia. Na mama akasema nimejenga nyumba kubwa wanaenda kuishi. Kwa hivyo hawa watafanya nini?
Hiyo ndoa kudumu si rahisi. Lakini chef, kama kuna jambo leo ningezungumzia vijana wala ambao wana date. Avoid sex. Ndio. Before marriage. Inaleta heshima. Siku ile mnapomalizia ndoa, tumeunganishwa, mnaachiliwa kwenda ile kitu kingine tunaita namna gani? Honeymoon. Ndio. Nao dada yangu. Ndio. Hii ni muda. Mpe. Sasa hapo umeruhusiwa kabisa mfurahishe mume wako. Atakupenda, mtapendana siku zote. Ndio. Na kuanzia hapo kwenda mbele uwe mwaminifu. Nakwambia hiyo harusi ya ndoa itadumu chef siku zote. Lakini mkifanya hii mchezo ya hapa nyuma hapa, hii ya kutembeleana, wengine mnaishi pamoja, wengine mnaishi huko chuo pamoja, wengine mnafanya masafari pamoja, mnalala pamoja, alafu mnakuja kutangaza harusi takatifu, hata Mungu atakuwa ametoa uwepo wake. Sasa mnapoingia mnaingia peke yenu. Ndio nawaomba vijana wangu, si kwa ubaya, just heshimu. Dating is very important. Is godly. Kama wewe you are a Christian, you can even make, unajua unapofanya hivi utakuja kuwa a good counselor. Na utavuta wengi marafiki zako unapowazungumzia haya maneno, alafu ndoa itakuwa ni kitu ni takatifu. Ile Mungu amesema katika maandiko matakatifu. Chef, najua dakika zetu zinaisha. Ya mwisho. Katika dating, be authentic. Ni Kiingereza? Go and do a research. Mko na masimu. Kama mnafanya research mpaka mnajua mshahara wa president, simoni hii iwezi kuwashinda. Ni kweli. Be authentic. Authentic is attractive. Yes. Instead of trying to impress others or conform to expectations, it is in order. When we talk about authentic, it is all about kuwa original. Uwe wewe, sio photocopy. Yani chef, wacha watu wakujue wewe uko vile ulivyo. Ukiwa authentic, unakuwa smart in everything. Kusungumuza, kufanya mambo yako. Yani usiwe photocopy, usiwe unaiga mtu. Uwe mwenyewe. Yani kama wewe ukuli nyama, sema sikuli nyama. Kama upendi sukuma, sema mimi sipendi sukuma. And this is what now tulisema tuzungumzia hoja ile ya likes and dislikes. This is the time now unajulikana vile ulivyo. Mtu anakudate, wacha kujue karakta yako. Kama ukifika kwa hotel, be yourself. Sema mimi nakula ugali na mboga na kitu fulani. Yani unakuwa wewe mwenyewe. Usifike kwa hoteli unaona wale wanakula nini na mimi nataka ile. So it's all about kuwa honest, na unaruhusu mwenzako akujue vile ulivyo. And always, if you say no, mean no. If you say yes, mean it. Yes. So let your stand zako sifahamike kwa mtu ambaye mnaoana na yeye. Kitambo walikuwa wanasema wanawake wanazungumza sana ama wanasengenya sana. Lakini siku hizo wanasema wanaume ndio wanafanya sana. So wacha ile hali yako ijulikane na huyu dada unayemuoa. Maana ndio wakati mnaendelea kujiweka tayari ili kuingia katika ndoa. Hata wakati chefu haupo, ndio huyu binti unayemuoa anakuzungumza. Akipata marafiki zake, anawaambianga my fiancé apendi hii. My fiancé anapenda hii. Ndio. My fiancé anapenda kuwa smart.
my fiancé apendi. Yani anajihisi kwamba mume ambaye ninaye mdeti ni mtu ambaye anajiamini. Si unafika kwa wazazi wakijua kwamba una date huyu msichana, maybe hajamaliza shule, maybe tena unageuka kupitia kwa mambo fulani unafidiwa. Then you are not yourself. Sure. Kwa mtu wa misimamo. Kama you have decided kwamba nataka kumuoa huyu binti, uwe na msimamo, na na msimamo wako ufahamike mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya wazazi pamoja na watu ambao wanaokutembelea. Kwa hayo machache na mengi, Chef. Yes. Nashukuru kwa wale ambao wametufuatilia. Kuna nafasi kubwa ya kuandika maswali. Kuna nafasi kubwa ya kutuchallenge. Yes. Kwa vile kwa yale yote ambayo tumejifundisha. Ndio. La mwisho, Matthew 6. Yes. 3:3, Chef. Seek the kingdom of God first. Yes. And his righteousness. And these other things utapewa, shall be added unto you. Kwa wale ambao mnadate wote, msimsahau Mungu katika hizo hoja zenu na katika hali zote, na Mungu atawashika mikono na mumalize vizuri. Na watakia mema, na tunataka kuunganisha harusi nyingi sana. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Basi mpenzi mtazamaji, tunavyozidi songa mbele kia kwamba ndipo tunafika tamati katika yale ambayo tulikuwa tunaangazia siku ya leo. Basi pastor amemalizia pale, mimi nitazama kidogo, nitarejea ili niweze kukuaga rasmi mpenzi mtazamaji, na wale watu ambao wametuma jumbe zenyu nitakuwa nikirejea kuzipitia. Maswali nitayanakiri, basi wiki ijayo tutakuwa tunayaangazia kia kwamba muda wetu au turuhusu tena pale mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Mimi ni Geoffrey Nyakundi Morara, kipindi ambacho naendelea kutazama ni vijana na maisha, kia kwamba ni siku ya Jumanne, siku ambayo tunaangazia familia na elimu mpenzi mtazamaji na msikilizaji.